Ifahamu yakuti ya njano kwenye kupata utajiri na bahati, kupandishwa cheo kazini, kupata mauzo makubwa kwenye biashara na mvuto wa mapenzi. Awali ya yote ni kuombe usubscribe chaneli yetu, kisha uguse alama ya kengele ili upate video zetu kila tunapoweka. Tuingie kwenye somo letu la leo. Yakuti ya njano ni moja kati ya mawe yanayothaminishwa sana katika ulimwengu wa kiroho kwa faida nyingi za kimwili na kiroho, hasa katika maisha ya kila siku ya mwanadamu tangu zama za kale. Pia ni moja ya mawe makuu katika mlolongo wa mawe 9 yenye thamani na ni matokeo yaliyokwisha jaribiwa katika sayansi ya kiroho na kuonekana faida zake kwa uwazi. Mara nyingi uthibitisho wake huwa ni siku 6 tangu kuanza kutumiwa kwake na mtumiaji. Wahindi ulifahamu jiwe hili kama jiwe la puhuraji au pushraja ama pitman. Jiwe hili linapewa nafasi muhimu sana katika ulimwengu wa kinyota na linaaminika kubeba nguvu za sayari ya Mushtara au Jupiter unavyoijua wewe. Jupiter ni sayari ambayo ndiyo nzito zaidi katika mihimili ya solar system, hivyo ukubwa huu na nguvu zake, basi kama alivyo mawe mengine yanavyofananishwa na sayari zilizopo juu na kuwakilisha pia, basi ndiyo jiwe la yakuti ya njano pia linafananishwa na sayari hii yenye siri nyingi za kiroho katika mafanikio kwa mvaaji wa pete au jiwe hili. Mwenye kuvaa jiwe hili anatakiwa afahamu kabisa kwamba jiwe hili linavaliwa na watu maalum ambao ndio nyota yao hutawala na kupokea nguvu kirahisi kwenye jiwe hili kulingana na kila saa ya sayari hiyo inapozunguka kidunia hapa, yani wakati ambao dunia huwa imezungukia katika Jupiter, au uelekeo wa dunia sehemu ambayo inaangalia Jupiter, na saa hiyo inapokuwa imemfikia mvaaji wa jiwe hili, basi humjaza nguvu za Jupiter kwa wakati huo. Wengine husema nyota humwakia kwa kipindi hicho. Saa hiyo chochote anachofanya kiliopo chini ya uwezo wa Jupiter, basi huweza kukifanikisha. Mambo yanayotawaliwa na sayari ya Jupiter, na kama wewe upo kwenye nyota rafiki za Jupiter, basi utafanikisha kirahisi katika mambo hayo, ikiwemo kuota maono, kuota mambo yajayo, kipato kuongezeka, kuona au kubashiri madini, kupata urahisi wa mali, ulaini wa mambo, urahimu, kuwa na akili, upole, mafanikio ya kiserikali, kuona haya, kupona shinikizo la damu, kung'ara kwa nyota yako, kuwekwa karibu na uongozi, kushirikishwa safari na kazi, mafanikio kibiashara, kupata mafanikio katika maisha. Zipo faida nyingi ambazo mtu anaweza kupata anapokuwa na nyota ambazo zinahusiana na pia zina urafiki na sayari ya Jupiter. Nyota zenye mahusiano ya kirafiki na sayari hii ni nyota ya Simba, Mshale na Samaki. Sina maana kuwa nyota nyingine hazifai, bali nyota hizi ndio zinang'aa sana. Madini mazuri ya kuvalia ni bati au dhahabu, ikiwa itafanyika katika pete, cheni au hereni pia. Yakuti ya njano huendana zaidi na nyota hizo. Hii ni kwa sababu nyota hizi zina urafiki na sayari ya Jupiter. Jiwe hili hupatikana zaidi Nigeria, USA, Cambodia, India, Thailand, Kenya, Nepal na Sri Lanka. Faida za jiwe hili. Jiwe hili humlinda mvaaji kuto kukumbwa na mashetani au uchawi na kumfanya mwenye kuvaa kuwa na tabasamu sana na mwenye furaha mara nyingi anapokuwa nalo, hasa mwanamke. Kama mvaaji ni mwanamke, basi humfanya apendwe zaidi na kusifiwa kwa nyanja yoyote aliyopo na kuonekana bila yeye mambo hayaendi. Pia kumfanya avutie zaidi kwa kupendeka na kuonekana, lakini pia humrekebishia maisha yake ya kindoa au kumvutia bahati ya mume ikiwa hana. Katika tamaduni za Kihindi, mtu akivaa pete na uwakilisha Jupiter huitwa guru au mwalimu wa kiroho kwa ukubwa wake. Hivyo waandishi wa habari, wanasheria, mahakimu, walimu na wanazuoni wa Kihindi hujiongezea nguvu zaidi wanapovaa jiwe hili kwa imani zao. Katika series na habari zao utaona wana pete 2 hadi 3 vidoleni zikiwa na mawe tofauti. Wengi wao hawavai kama mapambo, isipokuwa kwa ajili ya kuleta mvuto katika matarajio husika na mafanikio, nguvu na uadilifu katika imani yao. Jiwe hili huwafanya kuwa wenye nguvu kimaamuzi na huwaletea bahati pia, na wanakuwa ni wenye kuweza kuhimili mambo magumu yanapowakuta
au katika kushindanisha vitu au kesi, na wengine huvaa kama cheni na huwafanya waweze kuongea vema kiakili kwa busara na utulivu, upole na heshima kabisa, na kuitwa kama wakuu fulani hivi. Ndiyo maana kuna nyakati unaona wanazungumza na mtu hadi anaweza kulia. Sio katika movie pekee, waliowahi kuishi nao wanajua hivi vitu pia. Lakini sio Wahindi wote wanajua siri hizi, vile hata kwa Waarabu pia na mataifa mengine mengi yenye mafanikio. Zaidi ya hayo, huwafanya wafikirie mafanikio makubwa sana katika maisha yao ya kila siku. Ndio maana leo naona wapo karibu sana na Wachina pamoja na Wazungu, kwa sababu wamehifadhi na kutukuza asili zao. Watu wengi wapo katika mtizamo wa kuona mtu akifanya jambo la kiroho tofauti na sala ni uchawi na kubaki nyuma kwa mambo mengi. Yakuti ya njano katika tiba. Jiwe hili pia katika kutibu maradhi ya muda mrefu ya mwanadamu ni zuri, kutokana na jinsi Mwenyezi Mungu alivyolibariki nguvu yake, kwa maana huweza kutibu japo sio papo kwa hapo. Maradhi ya figo, watu wengi wenye kufanya masaji za kiroho hutumia pia. Sehemu zingine ambalo linaweza kukusaidia katika mwili wako ni mdomo, mifupa, huondoa na kuponya kikohozi, mafua, kupoteza kumbukumbu, kuondosha homa za masaa. Nguvu yake pia humlinda mvaaji na ajali za kizembe, kumtolea mtu kuwa na tabia maneno ya kijinga, kumletea mvaaji utulivu wa akili, maarifa na huongeza furaha pia. Humsaidia mtu kuto kukasirika hovyo na kununanuna au kususa kusikokuwa na maana, kumweka sawa kifikra na kumkinga na chuma ulete, pia na kuto kunyolewa nywele usiku. Kwa kuvaa jiwe hili basi mtu huwa katika jiwe sawa, na wale wanaotaka kupata nguvu ya mawe hushauriwa kutumia hili, kwa maana lina matokeo ya haraka zaidi likifuatiwa na almasi. Mvaaji wa pete au jiwe hili basi hukingwa na yanayoweza kumletea udhalilifu, kukinai mambo ya hatari, kumtolea addicted ya vitu visivyo na faida, na kumwekea akili sawa asiweze kujiingiza kwenye mapenzi kupitiliza, kumletea mtu unyonge wa kukutana kimwili na yoyote mwenye maradhi ya kingono anayeweza kuambukiza, na humfanya awe sahihi kwa maamuzi yake. Pia humfanya mvaaji kuwa vema kwenye kazi, hasa biashara, na kuvutia wateja hata kama kaajiriwa, hasa kwa siku ya Jumapili na Alhamisi. Humpa mtu mamlaka na kumfanya apande cheo ikiwa atafuata taratibu za uvaaji wake kila siku au baadhi ya siku kwa ambao sio rafiki na sayari hiyo. Hupunguza mafuta mwilini kwa mvaaji na humponya magonjwa ya ngozi na koo, na inajulikana sana katika kuponya shinikizo au mgandamizo wa damu na kubalance pressure. Mwenye kuvaa pete au kubeba jiwe hili basi atafanya mengi ya kiroho na miujiza bila yeye kutegemea, kwa kuamuru hata kwa imani yake ya dini. Wanaoweza kuvaa yakuti ya njano. Kama mwenye kuvaa pete hii ana nyota ya mshale au samaki, au mwenye kuchomozewa na nyota moja kati ya hizo, hata kama nyota yake ni nyingine na uchomozaji upo kwenye moja ya nyota hizo, basi atapata faida hizi siku yoyote, saa yoyote atakayovaa, na kwa haraka ataanza kuona mabadiliko, hasa katika bahati nasibu kwa wachezaji kamari, bahati ya kupendwa hafla, na zote nilizotaja hapa. Kwa aliye na nyota ya kaa au punda, au aliyechomozewa na nyota ya kaa au punda, yeye humletea kinga, baraka, usalama na kupanda cheo. Wengine wenye nyota tofauti, wao hupata bahati na kinga tu kwenye jiwe hili. Uvaaji wa pete hii. Pete hii inapendeza zaidi kuvaliwa kidole cha shahada cha wanaume wa dini yoyote na kushoto kwa wanawake, lakini kwa Waislamu inapendeza zaidi kuvaa mkono wa kulia kidole cha pete, hasa kwa maana ya kufuata suna za Mtume, rehma na amani ziwe juu yake, kuvaa pete mkono wa kulia. Na siku nzuri ya kuanza kuvaa pete hii ni siku ya Alhamisi asubuhi, au siku yoyote mwezi ukiwa umeanza kuchomoza ndani ya siku 1 hadi 7, au kwenye mwezi mpevu ikiwa tu utakuwa umeshaiandaa kwa masharti yake ya visomo vyake, dawa zake, sheria zake, hekima zake, utaratibu wake. Usivae mwezi ukiwa unahama au upo gizani. Hilo ndio jiwe la yakuti ya njano. Usikose kusubscribe, kulike na kucomment.